sifa na utukufu zikamrudia Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kama vile wewe ulivyoondoka ukawacha desturi za kwenu, ukawacha mambo za kwenu, mambo ambayo watu ambao hawakuwa wanamwabudu Mungu, watu ambao hawakuwa wanaenda pamoja na Mungu, watu ambao walikuwa katika mambo zao za ulimwengu, lakini Mungu akakukuza wewe, akakuondoa katika mambo ya desturi, akakuweka katika msingi wake, akakusimamisha ili ukamwabudu wewe, yeye ukamtumikia yeye, naye akakubariki, akakuinue, akakufungulia milango na madirisha. Bwana asifiwe. Hiyo ndiyo Mungu anahitaji. Tukasoma Kutoka 1:22 ikasema kwamba wakati Farao alijipa moyo wachiwe, akaambia wakunga kwamba mwana yeyote atakayezaliwa wa kiume waue, lakini wahifadhi wale wasichana. Maana Farao alijua kwamba hao watoto wakinawili, hao watoto wakikua, alikuwa na hofia mfalme ambaye amezaliwa ni Kristo atakuwa miongoni mwao, naye atamnyang'anya ufalme. Bwana asifiwe. So watoto waume wakauawa, lakini ninamshukuru Mungu, wakati mtu anafikiri anaangamiza kama mwanadamu, Mungu hujitwalia sifa na utukufu. Farao anaua wavulana wote, anaona kwamba yeye ndiye atakayezaliwa, lakini nimtukuze Mungu, maana Musa anapatikana miongoni mwao. Bwana asifiwe. Na wakati Musa anapatikana, anaenda kulelewa kwa nyumba ya Farao. Ulikuwa wewe hautaki huyu mtu, lakini kumbuka mfalme ametoka mahali pale ili wewe ukamhifadhi, ukamlinde, ukamlee, ndiposa akafanye kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Wale wote walikuwa wanaona wewe uwezi, wale walikuwa wanaona kwamba wamekumaliza, wale waliokuona kwamba wamekuweka chini, watashangaa wakati watasikia ushuhuda kwamba umeinuka, umefanikiwa na umenawiri. Bwana asifiwe. Kazi ni kukaa kwa kazi ya Mungu. Ukikaa kwa Mungu na kuvumilia, utaona wema wake. Kwa hivyo ndugu yangu na dada yangu, tujikaze katika hii safari. Usihofie ule anayekumaliza, maana Mungu ako pamoja nawe na utakuwa mshindi. Wakati ambapo wanaona kumaliza neno la Mungu, wakati wanaona kwamba wanaangamiza kazi ya Mungu, Faith Pentecostal inajengwa. Bwana asifiwe. Kama wangejua kuangamiza, waseme tunamaliza na